Kwa dunia sasa hivi hauhitaji kuwa na mtaji kuweza kufanya biashara au mtaji kuweza kufanya kitu ambacho kinakuingizia pesa. Siku hizi bwana, tunahitaji kuwa na smartphone, kuwa na skills, lakini pia tunahitaji kuwa na internet. Vitu vitatu. Digital skills zipo nyingi sana. Yaani ujuzi wa kidigitali ni mwingi. Na mtu ambaye aliwahi upande wa digital akachagua engo yake, maybe akawa graphic designer, akawa mtu wa social media management, akawa mtu wa mambo ni mengi ya kidigitali, mambo sio ya forex, all about digital, crypto, all about digital. Sasa huyo sio kwamba ni mjanja sana, hapana, ila yeye aliwahi kupata taarifa mapema na akazifanyia kazi. Mtu ambaye anapata taarifa afu azifanyii kazi ndio mpaka leo analalamika kwamba pesa hakuna, maisha ni magumu. Lakini hatujafanikiwa, ila kiukweli kwa dunia jinsi inavyokwenda ni lazima tukubaliane kwamba ulimwengu umebadilika. So dunia inakuelekea ni kwamba itafika pointi kama hauna maarifa ya kidigitali, inamaanisha maisha yako yatakuwa ni magumu sana. Kwa mimi ambavyo naona, kwa sababu mambo mengi sasa hivi yanahamia kidigitali. Zamani kulikuwa na fursa nyingi, ajira zilikuwa nyingi kwa sababu watu walikuwa wachache, teknolojia ilikuwa haijakuwa sana. Siku hizi mtu ukitaka kusajili biashara yako, sio lazima uende TRA, sio lazima uende BRELA, unatumia nini? Mifumo ya kidigitali. Hii ni fursa tayari kwamba ukiwa na uwezo kwamba na uwezo wa kumtafutia mtu leseni ya biashara online, tayari umejitengenezea nini? Fursa. Ndio maana nasema kwamba kwenye digital ukijua na ufahamu mambo ya kidigitali utakuwa rahisi na utakuwa karibu na kuweza kujitengenezea pesa. Kumbuka kwamba pesa yani pesa kuna watu wenye akili walikaa wakasema mfumo wa pesa utumike kama means of exchange, na kwa sababu tumekuwa wengi na inahitajika kwa wingi, sasa tunaigombania. Na hapo kwenye kugombania sasa hivi, kama usipokuwa mjanja kwenye mambo ya kidigitali, inamaanisha wewe utakuwa hauwezi kupata pesa mpaka utumie nguvu nyingi sana. Ujuzi ambao kwa sasa watu wengi wanao na wanajivunia nao na ndio mpya sana kwa Tanzania ni mambo ya social media management. Hii inamaanisha kwamba uwe na uwezo wa kutumia Instagram, TikTok, YouTube, Facebook kuweza kukutengenezea pesa. Kwa maana ipi? Ili uwe na pesa ni lazima uwe na uwezo wa kuuza, au sio bwana? Kama huwezi kuuza, huwezi kupata pesa, sababu pesa ipo kwa watu. Ili upate pesa kwa watu lazima uwe na kitu cha kuwapa na wenyewe wakupe pesa zao. So kama utakuwa na uwezo wa kuuza kupitia mitandao, yani ukawa freelancer, ukawa unachukua product sehemu, ile product unaiuza bila wewe kutia mtaji wowote, unatumia tu mitandao, tunasema wewe umekuwa social media manager. Una uwezo wa kutumia mitandao kuweza, mfano mimi niliamua kutumia mitandao kuweza kuuza internet. Mimi sizalishi internet, mimi sina internet, ila tu nilipata taarifa mapema kwamba Voda kuna mchongo fulani, Tigo kuna mchongo fulani, Airtel kuna mchongo fulani, nachukua ile michongo naenda kuuza, napata commission kwenye kampuni, lakini pia najiongeza kwa wateja wangu, pia napata riziki. So kama huna ujuzi wa social media management, I say ni hatari sana. Na ujuzi pekee ambao mimi siwezi kuupa kipaumbele kwamba mtu lazima akafundishwe. Kuna watu wanakuambia wanakufundisha kutengeneza pesa, kusave pesa, wanakufundisha bajeti, wanasema wana uwezo wa kufanya wewe ukawa tajiri. Sasa nimefuatilia, nimegundua kwamba watu ambao wanakuambia wana uwezo wa kufanya uwe tajiri, wenyewe hawana biashara ambao wanafanya, ila wanakushauri uchague biashara ya kufanya. Sasa kitu ambacho kitakufanya kijana uweze kumove ni experience. Lazima upitie milima na mabonde wewe mwenyewe, uone kabisa bwana, nilipitia hapa, nilipoteza pesa, hii second step inabidi niwe hivi, niende hivi. Ila ukitaka mteremko, uelimishwe, utoe $100, ufundishwe namna ya kutengeneza pesa, namna ya kumanage pesa, namna ya kubajeti pesa, yani ni sawa sawa na unafanya sifuri. Kwa hiyo ujuzi ambao inabidi uwe nao kijana, kwa mimi ambao na usuggest ni ujuzi wa social media management peke yake, ambao utakufanya wewe usitumie mtaji alafu unapata hela. Sasa biashara ambayo utafundishwa physically na mtu ambaye mwenyewe afanye biashara, maana yake yeye mwenyewe anaamini kwenye theory, au sio? Alafu anakufundisha wewe uzifuate zile theory uweze kufanikiwa. Kama wanafundisha biashara, basi wao wenyewe inabidi wafanye biashara tu, waone wamefanikiwa, watupe kwa experience, sio watupe biashara kwa namna ambavyo wao wanafikiri na kwa kutumia vitabu. Kinachotofundisha watu wengi Tanzania, wanaanzisha biashara alafu biashara hai grow, inakufa pale pale, ni kwamba tunakosa professionalism. Hii inamaanisha kwamba kila kitu ambacho unakianza kitaalamu wanasema ni project. Sawa, kwa mfano mtu ana mtaji wake wa $5 milioni, anataka afungue
maybe duka. Sawa? Cha kwanza kabisa ni lazima useme hii ni project inabidi niifanye. Sasa project au ina idea tu peke yake ukapeleka dukani ukaka vitu ukafungua. No. Project unakaa chini unaandika project yako kwamba nataka nifungue duka. Sasa cha kufanya ni nini? Cha kufanya inabidi niwe na kitu hiki na hiki, unaandika. Baada ya pale unasema sasa hapa nitatumia strategy ipi, yani njia ambayo itakufanya utumie kuendesha biashara yako. Tunaita strategy. Nitatumia strategy hii na hii na hii. Sio, umeelewa? Kwa sasa ukienda kitaalamu kwamba unajua bisa hii ni project, ina mipango yake, ina planning, ina management, haiwezi kufeli. Maana yake sasa plan A au strategy A ikifeli, tayari kwenye makaratasi yako ulishaandika strategy B. Na kinachokufanya ufanikiwe kwenye project yako ni lazima upite kwenye zile karatasi zako ambazo umeziandika. Yaani usibadilishe. Kama umesema mimi bwana nitafungua duka langu Mbweni, hatua ya kwanza nitachukua mzigo nitaweka dukani. Mwezi wa kwanza sitakuwa na pressure. Nitauza kawaida kutumia wateja wanaokuja, lakini mwezi wa pili nitaanza kutumia digital platform kuuza. Mwezi ukifika usidelay, hakikisha unatumia ile strategy. Ukifanya hivyo kwa 100% kufeli ni padogo sana. Kwa 100% nyingi utafaulu. Sasa wabongo wengi tumezoea unafungua tu duka, unafungua unakaa, huna plan, huna strategy, lazima duka life. Yaani lazima ukae chini ufanye plan management,